Sijui ni nani mmepatia hilo jina mkononi. Mnasema yeye ni hatari. Mnasema yeye anaweza. Mmepea sifa majini. Mmepea sifa uchawi. Mmepea sifa uganga. Nataka nikuambie leo, utajoin mfano wa mbinguni. Utaungana nasi kwa Injili. Injili iko na uwezo kuvunja ngome, kuvunja madhabahu, kuvunja madhabahu. Hayo imeachiliwa kwako. Bwana Yesu asifiwe. Kawa Roho Mungu ananifunulia wale watu wote ni wenda wazimu, wale watu ambao ni wenda wazimu katika sehemu ya mkoyoni. It is not normal. It is not normal. Nataka ninia kwa madhabahu haya. It is not normal. It is not normal. Roho Mungu anasema hayo ni madhabahu ya mtu. Hayo ni madhabahu ya mtu. Baada ya kuguzwa, baada ya kupokea neno, baada ya kuachilia moto wa neno, unavunja ngome, unavunja ngome, unavunja ngome, na waliopagawa, waliorogwa, unaona wakifunguliwa, walio wazimu, unaona wakifunguliwa. Mama aliye wazimu, mama aliye wazimu, na kijana aliye wazimu, unaona akifunguliwa. Nataka ninene leo katika isoko, kuna msichana mmoja ambaye ni mwenda wazimu. Unaonekana alipita mahali, alipita mahali, na kwa sababu alikuwa anatafutwa zaidi, vitu kama hivi vikawekwa. Sina furaha nikisema maneno haya, kwa sababu aliyeweka bado yuko hapa. Lakini nataka nikudhihirishe siku ya leo, familia itakombolewa, huyo msichana atakombolewa, huyo kijana atakombolewa, na chochote ambacho ulitupa nitakurudia. Mtu wa Mungu aseme amen. Mtu wa Mungu aseme more fire. Bwana Yesu asifiwe. It is not normal. It is not normal. Kule Samaria, Simoni alikuwa na sifa. Katika upande huu wa juu kuna mchawi mmempatia sifa. Mtoto wangu usikule kwa fulani, hata usivae mavazi kutoka huko, usishirikiane na wao. I want to tell you my brother, my sister, Injili ambayo imewasema hapa, Injili ya Yesu Kristo iko na uwezo wa kutoa pembe, iko na uwezo wa kutoa pembe ambazo zilichimbiwa chini. Ninaona familia ilienda ikaleta mbingo ili wasitendewe mambo mabaya. I want to tell you now, utapata imekugeuka, utapata imeisha nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Filipo akaendelea kuhubiri neno kule Samaria. Alipokuwa akihubiri neno, ninaona watu wakubwa na wengi wakiamini neno lake, wakiamini Injili. Ninaona viwete, naona vipofu, wote wanatembea, wote wanaona, naona wasiokuwa na nguvu wanapokea nguvu katika hiyo nchi ya Samaria. Waliokuwa wamepooza
walipokea neema. Siku ya leo Mkuyuni, inaweza kuwa wewe ni kiwete, inaweza kuwa wewe ni kipofu. Pokea neema ya kuona, pokea neema ya kuona, pokea neema ya kutembea, pokea neema ya kuendelea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Filipo akahubiri Injili hivyo atabanyendeto kama vile tumekuja kuhubiri ndotoko atabanyendeto kwa, lakini pande ile ingine, lakini ngalikuwa ingine, naye Simoni alikuwa akifanya uchawi na kila mundu mwena wewe tawabu Simoni. Pia kuna watu waliomfuata, kuna watu waliosema huyu ndiye baba yetu, huyu ndiye tunayemtambua. Lakini my friend, ninakuambia leo kuna nguvu katika Injili. Injili ya Yesu Kristo haitawahi shindwa. Injili ya Yesu haitawahi shindwa. Tunaona katika maandiko Simoni aliposikia Filipo anahubiri Injili, alienda akamjoin, alienda akamwona, akachukua Simoni, wakaelekea pamoja, wakahubiri Injili. Naona Simoni, naona Simoni akiacha uchawi, akiacha uganga, akiacha ushirikina, akifuata neno. Mungu, pigia Yesu makofi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wanda wa Mkuyuni nienda ukutabia. Mpendo wa Mkuyuni, nataka nikwambie kama mbina wandeto ya kwamba nguvu ya Injili inatingiza uoi, inatingiza uganga, inatingiza maimo, inatingiza mapepo, inatingiza maovu, inatingiza magonjwa. Nisipea Mungu hapa. Kuna mtu hapa utadhamba na rangi, kina wale wengine utadhamba na rangi, kina wale wengine tena kama bati waekiwe pa, sababu kuna irisi aliwekwa, tena kama minde waekiwe, irisi aliwekwa na ikake zuma inoni akiona kuoneka, atambiwa ikionekana atakufa. Neno kutalisema nikwambia hapa sasa, ndio nikaotilika, nataka nikwambie nenda kukatika, ndio nikaotilika, sitatunjika vitabu, ndio nikaotilika, nitatunjika wapi na wande kwa Injili. Haleluya. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Pendo, ninaangalia mama, enda usisa mwitu, naangalia mzee, kasise mtumia, naangalia kijiji cha Samaria, aliya ndoa ya Samaria, wakati ambapo neno iliingia, ila ndoto yangalia, wakati ambapo Injili iliingia, ila ndoto ya likile, naangalia, ninaona, wazee wakiokoka, dunia maitangi, wamama wakiokoka, aito maitangi, wazee wakirudia Yesu, ato ya mwito ya tumia kuna urejeso, ona maitongi ya meshoga Yesu, kuna urejeso, tena usogwe na Yesu kuingia, walola walikile, waliokuwa wagonjwa wanapona, alama ya umeisho, waliokuwa kwa shida wanapokea neema. Ninapohubiri siku ya leo, ninatazamia mama mmoja, akimbia kuja aseme, ayuka asiati, nimechoka. Nimechoka. Ninatazamia leo, nione mzee akija, asema nimechoka, nataka nikombolewe, nataka mwanarika, aseme siku ya leo, nataka urejesho, nataka urejesho katika jina la Yesu. Na Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Yesu nane umbaya. Kati ambapo ninatoa neno hili, nasikia makelele katika background. Ni kelele mwingi mno. Hawa watu walitoka wapi? Hawa watu 13 wametoka wapi? 13 nataka nikupatie ufunuo. 12 ni mitume. Amen.
kiongozi na wala umanikiwa na wengine kiongozi wamepita Jeriko, wamepita Yerusalemu, wamepita Yudia, wameingia Samaria. Samaria itabaki kuwa vile, itabaki kuwa vile, itabaki kuwa vile. Sasa useme mahitaji yako, useme nimechoka, useme nimechoka. Sogea siku ya leo ukakioni cha Mungu. There is power. Kuna uwezo. Yesu ameshuka mkuuni. Yesu ameshuka katika sokoni. Ilipo ameleta ujumbe. Ujumbe ambao uko na uwezo, uko na nguvu zaidi. Nataka mwana mmoja, nataka mtu mmoja anayesema nataka urejesho. Ndiye na kuja asalimie watumishi wa Mungu. Nataka urejesho leo. Sehemu moja kuja asalimie watumishi wa Mungu ambao unawaona sasa. Urejesho wako, nguvu mpya, kibali kipya. Wapi huyu mama? Kuyuni yako wapi? Huyu mzee, huyu mwanarua ambaye anasema nataka kusalimia, nataka nikombolewe. Msichana Mungu kuna uwezo. Haleluya, nguvu zote. In the name of Jesus, you know, the life of this lady haitakuwa vile tena. Katika jina la Yesu haitakuwa vile tena. Katika jina la Yesu haitakuwa vile tena. Sababu ndio hili wingu umesumbuka ya kutosha. Umesumbuka ya kutosha. Salama tu hapo usialai. Salama hapo. Nasikia Roho wa Mungu. Nimeangalia kinena watu 7 ando mwanza wako na mashida mazito sana. Nena madina maito muno. Huyu ni mmoja, sasa ni 6. Huyu ni umepe ale tangira ngatu. Kimbia kwa sababu utaitwa jina. Sema nikuja wayuno kujua wimo ingia kwa sababu utaitwa jina. Nimesema nikuja ndugu utaisipo. Utakombolewa. Ukiwa nikita mwingine kwa daya. Utakombolewa. Sai wanaendelea kuingia. Hata kutoka ile pande nzuri. Afike 7 upokee hapa katikati njoo. Kama una watoto mbaya njoo. Kama umerogwa njoo. Kama wewe ni mwenda wazimu njoo. Kama unajoka na mashida yako njoo. Kama unataka kubarikiwa njoo. Kuna nguvu katika nchi hii. Tunataka tuachilie leo. Wakati ambapo mtumishi wa Mungu, wakati ambapo mtu wa Mungu ambapo amejawa mafuta akanyaga kwa madhabahu haya, familia zikiokolewa, ninaona watu wakiokolewa. Hawa ni watu 5, wamebakia 2. Hata wamekuja zaidi njoo. Na wamekuja neno kasema kuja utafikiwa. Njoo utafikiwa. Na leo kumbuka ndio siku ya mwisho. Kuwa na kuruseni. Njoo mtumishi wa Mungu atakanyana kwa madhabahu. Kufika kwako unaona Mungu. Wakijaa pale njoo hapa mbele kuja. Usiangalie mwenzako. Usiangalie mwenzako. Just come the way you are. Kuna msichana amekata laini 2 hapa. Hali alipowasongee. Kuna ufalme unakufuata. Kuna ufalme unakufuata. Usipotolewa leo. Unatawala kwako.
Injili. Bwana Mungu inabinamera kitu keti tu hapo. Na angalia Farao. Sitaki niseme mengi kuhusu yale. Yeye unena mambo mengi kuhusu. Unajua mzee utakuja. Kama nimesemea kama lakini natuma neno mahali pale. Leo tunataka neno mahali pale. Leo tunataka neno mahali nguvu yako. Sabina wako katika jina la Yesu. Yesu endelea kuja. Yesu wamepita zaidi ya 7. Wanadada wetu wa Mozi katika ile hapo hivi msongezi. Tunaiona kama wao Mtumishi wa Mungu atakuwa anaendelea katika madhabahu haya. Unaangalia ndani ya madhabahu ili adhirishe nguvu ya neno. Nikaona neno pale na ninaona kuachilia nguvu ya Injili. Atokeni ninaona ndio Injili ya Yesu.